Wengi wetu tunaswali kimazoea na ndo maana hatusikii ladha ya swala zetu au ladha ya ibada zetu. Unajua wengi tunaswali tu kwa sababu bwana natakiwa niswali mara 5 kwa siku. Bwana nimeshazoea kila siku lazima niswali mara 5, nisiposwali sijisikii vizuri, lakini hatusikii ule utamu au ile ladha ya ibada, yani ukawa unaenjoy swala yako. Sababu namba moja. Sababu ya kwanza inayokufanya usisikie ladha ya swala yako ni kwa sababu unaswali kimazoea. Kwa maana ipi? Wengi tunatumia sura zile zile. Yaani ukiangalia unaweza ukaangalia, wewe jikague tu. Wiki nzima unasoma sura zile zile haujabadilisha. Yaani kila siku ni qul a'udhu birabbin nasi, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq. Kwa hiyo unajikuta hata akili yako au mdomo wako umeshazoea na sometimes inapelekea kukosa khushui. Unaona kama ambavyo hata mtu anayetumia PC, sawa? Akiwa ameshaizoea kila siku anatumia zile namba kila siku press zile button. Anajikuta siku zingine anaweza kaa hata yuko anaongea na mtu lakini huku ana type. Hiyo sana sana ukiona unawakuta ma secretary wale wanafanya hivyo. Kwa sababu gani? Ameshazoea. Kwa hivyo ndo akili yako pia inakuwa imezoea. Sometimes unaweza kuwa umefunga swala, unafikiria vitu vingine, lakini mdomo na akili yako vimeshazoea nikitoka suratul Fatiha nasoma qul huwallahu. Kwa hiyo unajikuta automatically umeshamaliza tu qul huwallahu umerukuu. Haukumbuki hata kwamba nilimalizaje, nikafanyaje, hata kwenye tahiyatu. Unajikuta hauna ile concentration. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kitarudishia ladha ya ibada zetu ni kwamba tujitahidi kubadilisha sura tunazosomea kwenye swala. Unajua kuna ile unaweza kuwa unajipa mwenyewe challenge, sawa? Labda unasema nahifadhi hizi aya 5. Hizi aya 5 nitazitumia kwenye swalatul maghrib labda. Kwa hiyo utakaposwali ile maghrib, Allahu Akbar, ukimaliza suratul Fatiha, unakuja unasoma zako zile aya zako 5. Mwisho wa siku inakuweka kwanza unakuwa na concentration, unakuwa una hamu kwamba muda wa swala ufike, nizifanyie kazi zile aya nione kweli nimehifadhi. Kwa hivyo tutaweza kurudisha ladha ya ibada zetu na tutapenda kuswali. So far, hope this helps anyone and bye.